kupewa certificate ya mahusiano, kwamba unajua nilikuwa na mpenzi wangu tulipendana sana mpaka nikapata cheti, nikatunukiwa tuzo ya mapenzi? Ni nani? Hebu niadisie kwamba pastor, niliwahi kuwa na mpenzi mpaka tukapata tuzo. Nani? Uliwahi kumuona? Lakini sasa hivi kuna tuzo za Malkia wa Nguvu. Kwa vile nazungumza, kama unataka kuwa na tuzo, fanya biashara. Kama unataka kuwa na tuzo, fanya kazi. Achana na mapenzi, achana na mahusiano. Hakuna tuzo kwenye mahusiano. Utachezewa, utabiringishwa, lakini hautopata tuzo. Utapelekeshwa huku na huku, lakini hakuna tuzo. Ila utakapokuwa na bidii, tuzo yako ni heshima, tuzo yako ni kula kitu kizuri, tuzo yako ni kukaa mahali pazuri, tuzo yako ni kusomesha watoto, tuzo yako ni kuishi na wewe maisha bora. Lakini kama hujapambana, utaishia kulaumu. Sasa hivi changamoto iliyopo sasa hivi, watu wengi hawaelewi hata wafanye nini, na hata wanaoenda kufanya kitu wanafanya kitu ambacho hawana elimu nacho. Na hata Jumapili nilisema usiende kufanya biashara au usiende kufanya kazi kama hauna elimu na hiyo kazi unaenda kuifanya. Ni hatari na utajikuta unapoteza pesa. Leo kuna mahali tulipita, nilikuwa na mtumishi wa Mungu Jerry. Ndani sana huko ndani polini, tulikuwa tunapita huko. Tukutana na duka moja lilikuwa limewekwa nguo na viatu. Alafu maeneo yale hakuna duka la chakula. Nikamwambia, hebu angalia hilo duka la chakula, la nguo na viatu. Akaliangalia lile nguo la viatu na nguo. Nikamuuliza, hapa anamuuzia nani mtu asiyemjua? Kwa sababu watu wake wote ni majirani. Na sisi tumepita ni kwa sababu tunatafuta shortcut. Ile si barabara ya kupita watu tofauti, ni barabara ya watu wa mtaa ule ule. Lakini kaweka duka la nguo na nini? Na viatu. Kwa maana hiyo wateja wake anawafahamu. Akichukua leo hana viatu, atakuwa anamwangalia kila siku, vipi viatu alivyovaa havijakatika bado? Kila siku. Akichukua mwanangu Happy hapa, akichukua nguo, atakuwa anaendelea kumwangalia, vipi kwani nguo haijachanika? Manake huyu biashara yake ni mpaka hawa watu vitakapochoka ndio watarudi kununua. Lakini kama angeweka chakula, ina maana wale watu ni lazima wale kila siku, lazima angepata pesa. Ila kwa sababu hana elimu na biashara, anaweka viatu na nguo ambavyo vitalazimika vikae mpaka aliyenunua, vikiharibika ndio atarudi tena. Ukinunua wewe hapo ulipo, mara ya mwisho kununua kiatu ni lini? Kuna mwingine yuko hapa, mara ya mwisho kununua kiatu ni mwaka jana. Mwingine mara ya mwisho kununua nguo ni lini? Siku ulipokuwa na sherehe. Ukweli uongo? Si ni kweli? Kuna mwingine yuko hapa. Hivi ni vitu ambavyo ni artificial, yani vitu ambavyo si lazima, sio msingi, sio lazima uvifanye. Lakini kuna vitu ambavyo ni lazima utafanya. Chakula lazima utanunua. Genge lazima utaenda gengeni kununua nyanya ukapika. Lazima watoto wanataka kula. Hivi vitu vya nguo na vitu vingine si vya lazima, ni vitu vya msimu. Nguo ni za msimu, viatu ni vya msimu. Hawa wanaofanya biashara Kariakoo watakuambia kuna kipindi cha mavuno na kuna kipindi cha ukame. Kipindi cha mavuno manake watu wameuza bidhaa huko, wameuza mazao, wanakuja kununua na manguo. Manake ni sikukuu wanataka kuvaa. Kama hakuna sikukuu, Kariakoo kuna koga kweupe. Uongo kweli mnaofanya biashara Kariakoo? Si ni kweli? Sasa unakimbilia Uswahilini unaenda kufungua viatu, unaenda kufungua nguo. Manake ni kutokuwa na elimu na kile unachokifanya. Lakini namba 2, kama unataka kufanikiwa kwenye engo ya biashara, usiende kumuiga mtu. Usiige mtu anachokifanya. Unanielewa vizuri? Usiige mtu anachofanyaje. Ukamwona huyu anauza vitumbua na wewe kaweka vitumbua pembeni. Ukaona huyu ana duka na wewe kaweka duka pembeni. Ukaona huyu ana nguo na wewe kaweka nguo pembeni. Ukaona huyu sijui anauza sijui mandazi na wewe kaweka mandazi pembeni. Ukaona sijui anauza sijui chakula cha mama ntilie na wewe kafungua pembeni. Hapana. Kitakachofuata, mtaingia kwenye ushindani. Mkiingia kwenye ushindani ndio mwanzo wa kurogana. Ndio mwanzo wa kutafuta kuharibiana. Kabla hujaenda kumuiga mtu, unanielewa vile nazungumza? Anza mwenyewe kufikiria kitu unachopenda kukifanya. Unachopenda. Kila mtu aliyoko hapa Mungu amempa wito wake. Mungu amempa kitu chake cha kufanya. Kuna mtu nikimwambia habari ya ufugaji,
Ufugaji maana si kitu, yani si kitu anakifikiria. Mwingine anakuambia ni mimi kuliko niambie ufugaji, wewe nifungulie duka langu hapa alafu nipe miezi 2. Maana huyu wito wake uko kwenye nini? Kabla hujafanya biashara, angalia ni kitu gani moyoni unafanyaje? Unakipenda. Ukifanya unachokipenda, utakifanya kwa bidii. Ukifanya cha kuiga, utafanya kwa sababu ya yule anavyofanya. Akienda huku na wewe unaenda. Akiita wateja hivi na wewe unaita. Akiwa anachuchumana ita wateja hivyo na wewe unachuchuma, kwa sababu si kitu chako, ila unakopi na kupesti. Unanielewa? Nipungie mkono namna hii. Chapia tena makofi na vigeregere. Unanielewa vizuri Unanielewa mtumishi wa Mungu? Usitafute biashara ya kuiga kwa mtu. Jifunze kuwa mbunifu. Jifunze kuwa na idea yako. Jifunze kutafakari ni kitu gani huwa napenda nikifanye. Kuna mtu mwingine ukimpangua aende kutembeza mitaani, ni masaa 3 kashamaliza, anarudi anakuambia tayari nimemaliza. Lakini kuna mwingine ukimpa nguo, anazunguka nazo asubuhi mpaka jioni hajauza nguo hata hii. Kwa nini? Kwa sababu huyu ambaye ameuza sana anajua lugha ya kuongea na watu, na akivaa nguo mwenyewe zinamkaa, zinampendezesha. Kwa hiyo kiingia mitaani wenyewe wanamwangalia alivyovaa na wanapenda kuvaa kama yeye. Anajikuta amemaliza. Anajua kuongea na lugha ya biashara. Anajua namna ya kushawishi. Anajua namna ya kuongea na wateja. Anajua namna ya kuambia jamani nakupunguzia 10,000, 2,000 na kufanyia hivi. Lakini wewe kuna namna ambavyo Mungu amekuumba. Upo kama Musa, kama Yeremia, hujuagi kuongea. Unajikuta tangu umeweka nguo zako kwenye mabega unazunguka asubuhi mpaka jioni unashangaa magari. Unageuka unaenda hivi. Mwisho wa siku unakaa kwenye miti unatulia. Uongee hata na mtu unakusalimia hujui. Unaondoka na nguo zako unatembea Mwisho wa siku unarudia, hata aliyekuuliza unauzaje nguo umuoni. Usifanye kitu ambacho hujakipenda kwenye moyo wako. Ukianza kukifanya utakuwa unafanya kwa kujilazimisha. Amen rafiki yangu. Ukiwa umekaa, anza kujiuliza ni kitu gani napenda. Ni kitu gani ambacho nikifanya na kifurahia. Hata kwenye huduma, usije ukajiunga na praise kwa kufosiwa. Ukasema mimi unajua mchungaji kwa sababu amesema kuna huduma zingine ukizifanya zingine ukajisikia la, utakuwa ni wa kwanza kuzifanya. By the way, kazi ya Mungu inaongozwa na Roho. Ukiwa na Roho Mtakatifu atakwambia fanya kila kitu. Kwa Mungu huku hakuna hiki napenda hiki sipendi. Ukiona umefikia hatua kusema hiki sipendi hiki napenda, ujue umekaukiwa, hauna Roho Mtakatifu. Ukiwa na Roho Mtakatifu kila kitu utakipenda, kwa sababu vya Mungu vina raha. Vinakupa furaha. Na utajikuta usipovifanya huku ndani unasikia kuhukumiwa. Kwa sababu Mungu anakuambia nimekupa pumzi unitumikie. Alafu wewe hautumiki kwa chochote. Mungu anaanza kukuambia sasa wewe nilikuumba kwa ajili ya nini? Na ukiumwa kidogo unakosa hata ujasiri kumwambia Mungu ninaomba uniponye kwa sababu ya kazi yako. Hauna kazi unaifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Namba 3, namba 3. Namba 3. Usiwe ni mtu wa kupenda vitu viwili kwa wakati mmoja. Kwa maana biashara haishikamani na mahusiano. Kama uko hapa unataka kufanya biashara kufanikiwa, chunga sana kitu kinaitwa kujiingiza kwenye mahusiano yasiyojulikana yanahusiana na nini. Kama unataka kufanikiwa, epuka kuwa na vitu viwili kwa wakati mmoja. Ukishika vitu viwili kwa wakati mmoja, kuna kimoja kitaharibika. Fuatilia watu wengi ambao wamejikuta wakaingiza kazi na mapenzi. Mara nyingi kuna kazi huyu inakufa, yanabakia mapenzi, au mapenzi yanakufa, yanabakia kazi. Kama unataka Mungu akusaidie kwenye maisha yako, unatafuta kujenga na kufanikiwa, epuka kitu kinaitwa mapenzi, vaa kitu kinachoitwa kazi. Mtu yeyote anayechanganya kazi na mapenzi, mara nyingi kazi huyu inakufa, kwa sababu mapenzi yana nguvu kuliko kazi. Hata kwenye huduma, kama unataka muone Mungu kwenye huduma yako, epuka kitu kinachoitwa mapenzi kwenye huduma. Epuka, kwa sababu mapenzi yana shida ya kumoperate mtu. Mapenzi huwa yana kazi ya kumtawala, kumoperate mtu. Pale ambapo kazi inakwambia amka saa 12, mapenzi yanakwambia subiri kidogo tutaondoka hata saa 4. Unanielewa vizuri?
Pale ambapo biashara unatakiwa ifanye kwa umakini, upokee wateja, mapenzi yanakuambia naomba tuchati kwenye WhatsApp. Kwa hiyo wewe badala ya kufanya kazi, badala ya kuhudumia wateja, akili yako unachati na watu kwenye mitandao. Hujawahi enda kwenye biashara ukashangaa unafika kabisa mtu akuhudumia lakini yuko busy na simu yake, yuko busy na biashara. Halafu kunafika mpaka jioni hajauza hata shilingi 10. Anabaki anasema sasa hivi uchumi umeyumba, hali ya kibiashara ni mbaya. Ujue hapana, si hali ya kibiashara ni mbaya. Kwa mtu yeyote aliye na Mungu, uchumi sio mbaya, isipokuwa huyu amechanganya biashara na nini? Biashara na nini? Na mahusiano. Ukisha changanya biashara na mahusiano, shule na mahusiano, kazi na mahusiano, ujue kazi, biashara, shule vitakufa. Kitakachobaki hapo ni nini? Na mahusiano yaliyokukuta kwenye biashara au kwenye kazi. Mara nyingi kazi ikifa na mahusiano yanafuata, yanakufa. Hii inawasanua kabisa. Mtu yoyote aliyekupenda ukiwa na kazi, aliyekupenda ukiwa na biashara, aliyekupenda ukiwa na kamradi kako, siku kakifa hako kamradi, na hata mahusiano yanafanyaje? Kwa sababu wakati uko na kazi, kuna tu vitu mlikuwa mnatufanya. Mara unambebea tu zawadi, mwenzio anafurahi, anacheka. Asiwaze kwamba kuna siku hiyo kazi itafanyaje? Itakufa. Mara unambebea tu vitu. Mara akikuhitaji kwa wakati anakupata. Wakati mwingine haumsumbui, nataka hela ya vocha. Wakati mwingine haumsumbui, nataka hela ya kusuka nywele. Haumsumbui, nataka hiki. Kwa hiyo huyu anakupenda sana kwa sababu haumsumbui. Haumuombi chochote. Si ndio? Sasa siku hiyo kazi ikiwa hauna, utaanza kumsumbua. Sijala, mai, si mnajuaga zile mai zenu mai, naomba nitumie bando, naomba nitumie vocha. Ujue tayari jamaa anaanza kukuchoka. Atakuvumilia mara ya kwanza, atakutumia vocha. Mara ya pili atakutumia vocha. Mara ya tatu anakuambia nishachoka, mimi sinaga magoli kipa. Nenda ukajitafutie na wewe. Ndio pale unaanza kulia. Unakosa kazi, unakosa na mahusiano. Kama unataka Mungu akubariki, weka mahusiano pembeni, fanya kazi. Unanielewa tena? Chapia Yesu makofi. Hakuna, nataka nikusaidie binti yangu uliyoko hapa. Hakuna mwanaume yoyote anayekuja kwako akaingia na wewe kwenye mahusiano, alafu akakuteka moyo wako mkapendana nje ya imani yako, nje ya kanisa, alafu akakuoa na ndoa ikadumu. Naomba mnisikilize vizuri. Mwanaume utakayekutana naye nje ya imani yako, si wewe uko hapa kanisani, maana yako unamwamini nani? Yesu. Na Yesu unayemwamini ni wa mti wa uzima. So whatever ukapata Yesu mwingine wa kanisa lingine, lakini imani zinafanana. Sawa sawa? Sasa utakapoenda nje ya hapo, nje ya Mpentekosti, nje ya mtu aliyeokoka, nje ya mpagani, nje ya mtu ambaye hajamjua Yesu hata kidogo, mkaanzisha mahusiano, mtapendana sawa, mtamenuana vyovyote mnavyojisikia, mtafanya uzinzi, mtafanya kila aina ya starehe, mtaamua kuishi pamoja, pengine mtaamua kuishi ile wanasemaga sogeza tufanyeje? Sogeza tule, ndio wanasema kumbe mnajua sana, mimi hata ningwa sijui. Mnasema mnaita sogeza tule. Okay, sasa hii sogeza tule mkaamua kufanya shortcut. Sogeza tule, sijui sogeza tuishi, whatever. Mkaamua kufanya ni shortcut. Nataka nikuambie, mtaanza maisha mara ya kwanza, mtaanza maisha mwezi wa pili, wa tatu, mtaenda mwaka wa pili, mtaenda mwaka wa tatu. Lile penzi litaanza kuchuja. Kinachofanya penzi lichuje, mwenzio tayari alishapata alichokuwa nakitaka. Mnanielewa vizuri? Akishapata alichokuwa nakitaka, wewe unabaki sasa, anabaki kutazama tabia zako. Mwanzoni haangalii tabia. Mwanzoni anakuwa anapenda kile anachokitaka. Kama alipenda kalio ndo linamchanganya akili. Kama alipenda macho ndo linamchanganya akili. Kama alipenda kifua ndo kinamchanganya akili. Kama alipenda weupe wako ndo unamchanganya akili. Hawezi ona tabia yoyote mbaya. Kama alipenda sijui nini ndo vinamchanganya hivyo. Sasa akisha kukutafuna akakumaliza, kinachofuata anaanza kuangalia nini? Sema tabia. Hicho ndo anaanza kuangalia. Na utajitahidi umuonyeshe tabia nzuri, na kuambia atajitahidi na yeye agundue tabia mbaya.
Kadiri unavyozidi kumnyenyekea basi asikuache, ndivyo na yeye anazidi kuitafuta hiyo tabia mbaya mpaka aipate. Na akishaipata hiyo tabia mbaya, ujue tayari anaanza kukutafutia sababu. Ndio pale na wewe saa nyingine umeshapigwa mimba, umeshazalishwa mtoto wa kwanza au wa pili, au na mimba. Jamaa anakuambia mimi sikutaki kwa sababu alikupata bure. Alikusogeza tule, si ndio? Sasa muda wa kumaliza hapo umeshafika. Ondoka. Hakwambia sikutaki. Ujue kapata mwingine. Badala ya kufocus kutafuta fedha, badala ya kufocus kufanya kazi, ulifocus kutengeneza mapenzi, alafu mapenzi nayo yanakufa, kazi nayo hauna, alafu unabakia na mzigo wa watoto. Unanielewa sijui? Unabaki na mzigo wa nini? Halafu pa kwenda hauna. Wakati unashughulikia mapenzi, badala ushughulikie ka kiwanja, ulikuwa unatumia mapenzi. Wakati badala uchutumie utafuta angalau ka nyumba, ulikuwa unatumia mapenzi. Sasa mapenzi yamebomoka, unabaki na mzigo wa nini? Wa watoto. Mwanangu ulioko hapa, kama hujapata mtoto, hebu sema Yesu naomba unisaidie ili janga lisinikute. Na kama unanielewa, naomba basi unipungie hata mikono namna hii. Kama hili jambo, kama hili somo linakuingia vizuri, epuka. Unaweza ukafanya kwa urahisi na kwa usiri, tusijue. Sisi hatuna shida kwa sababu unalala peke yako, unaamka peke yako, lakini matatizo yatakapokukuta sisi pia tutakuwa hatupo. Unanielewa Utaanza kulandana na watoto, unahangaika. Na mwanaume yoyote akisha kuacha hahangaiki tena na hao watoto. Mtoto yoyote huwa anateseka akiwa na mama yake, sio na baba yake. Ni lazima uelewe kwamba utakapoanza kuteseka, wewe ndio utakayeteseka na watoto wako. Na mwanaume yote akisha kuacha atunzi watoto. Mwanaume yoyote anatunza watoto kwa sababu anampenda mama yao na watoto. Mwanaume yoyote analisha watoto kwa sababu anampenda mama yao na watoto. Mwanaume akisha kuacha, binti yangu, atunzi mtoto. Hata umpeleke polisi, umfungulie kesi ustawi wa jamii, umshtaki sijui wapi, utampelekesha, utapeleka, mwisho wa siku utachoka, utabaki na zigo lako. Wanasema mchuma janga ura na nani? Na ndugu zake. Unaanza kuwasumbua shangazi zako, unaanza kuwasumbua mama mdogo zako, unaanza kusumbua baba zako wadogo. Hili jango umelichuma mwenyewe, ukalile mwenyewe. Kupitia mafundisho haya ukapone kwa jina la Yesu aliye hai. Fanya kazi, achana na kitu kinaitwa mapenzi. So kifuatilia sana wadada waliozalishwa wanalia. Baba zao hawatunzi watoto, hawataki kutoa matumizi. Si kwamba wana hela. Saa nyingine anafanya vibarua, anapata kihela, lakini kwa sababu hana muda na wewe, hana muda pia na watoto. Si anajua mbegu zipo, si anajua tazaa. Yani mwanaume anaweza akazaa Mbagala, akazaa Temeke, akazaa Kigamboni, akazaa Mbezi ya Kimara, akazaa Tegeta, akazaa Morogoro, akazaa Mbeya. Sasa wewe unakalia kusema eti nikimpa mtoto atanipenda. We akili una. Mwanaume anaweza akakuzalisha watoto hapo, usipokuwa vile anataka, anakuacha na watoto wako, alafu anaenda kuzaa wengine. Na kule naka asipoelewa. Ndio maana sasa hivi fuatilia, mabinti wengi yuko na watoto, alafu watoto hawana. Fuatilia. Ukimuuliza baba yake anasema mimi simuelewagi, niamue kuachana naye. Nilimwambia atume matumizi hataki. Kila nikimwambia hivi hataki. Kwa hiyo nikaamua kuachana naye kuanzia hapo. So, ninakuomba wewe ulio kwenye madhabahu, isije kukukuta vita hii. Na kama uliwahi kupitia, Mungu akutoe kwa jina la Yesu, kaishi kwa amani. Ufanye kazi. Zingatia kazi. Jitume, kuwa na bidii. Mwanaume yoyote atakaye kuoa, kama akikuoa hauna kazi, nataka nikuambie kitakachotokea baadaye. Ili ulielewe mwanangu, binti yangu, ambayo umeolewa na ambayo hujaolewa. Mwanaume yoyote akikuoa alafu haufanyi kazi yoyote ya kwako binafsi, nisikilize kitakachotokea. Uko tayari kunisikiliza? Uko tayari unisikilize? Mwanaume akikuoa kama haufanyi kazi, atakupenda kwa sababu kila kirudi nyumbani anakukuta. Atakupenda kwa sababu wewe uko active kwa ajili yake. Usiauna kazi. Kwa hiyo utakuwa unampikia haraka, utakuwa unamwekea maji ya kuoga, unamfulia nguo, unafanya kila kitu. Atakupenda kwa sababu akirudi nyumbani anakuta kila kitu kiko vizuri. Sikiliza nikwambie, machozi yatakayokukuta siku mwanaume atakapokuwa hana kazi, machozi yako yatakuwa ni ya damu.
Mwanaume ni mzuri ndani ya nyumba akiwa na hela na akiwa na kazi. Mwanaume anacheka na anafurahia na watoto akiwa na hela na akiwa na kazi. Mwanaume atakupenda, atakuletea vizawadi vya kufanya na wewe bweteke ukae nyumbani ukiwa huna kazi, kwa sababu yeye ana kazi na anapata hela. Lakini ukitaka ujue stress za mwanaume ni pale ambapo yuko na familia alafu hana kazi na hana hela. Ndio utakapoelewa umeolewa na mwanaume au umeolewa na mzimu wa nyumbani kwenu. Mnanielewa vile nazungumza? Usije ukajibweteka ukasema mwanaume wangu si analeta, hakuna shida, si analeta. Hata akikuambia mke wangu naleta, kaa nyumbani, mwambie sikai kwa sababu siku ya kuacha kazi kwako siijui. Siku ya kukosa kwako siijui. Hata akikwambia kama ndo hivyo ndo haife, mwambie kama unataka ife na ife, kwa sababu siku kiniacha nitakuwa sina wa kunisaidia. Sasa kwa sababu nataka niache ni bado na nguvu, niache nitafute vya kwangu. Usije ukajisahau. Yaani vile anavyozidi mnazidi kuishi. Katika kitabu kile cha Mhubiri sura ya 3 mstari wa 1 anasema hivi: kila jambo lina wakati wake. Kuna wakati wa shibe na kuna wakati wa njaa. Kuna wakati wa kuwa na vingi, kuna wakati wa kukosa. Kuna wakati wa kuokota na kuna wakati wa kupoteza. Kuna wakati wa kuwa navyo na kuna wakati wa kutokuwa na hata na kitu. Kuna wakati wa kulia na kuna wakati wa kucheka. Sasa hebu fikiria, uko na mwanaume mnacheka, alafu kinakuja kipindi cha kulia. Mahusiano mengi, ndoa nyingi zinavunjikaga kipindi cha matatizo. Wakati ambapo mnalia na wenzio, wanaoweza kuvumiliana kwenye kile kipindi cha machozi huwa ni wachache. Unanielewa vizuri? Mwanaume anaporudi nyumbani akakuta watoto wanalia, hawana chakula, akageukia na kwako, si ulikuwaga ufanye kazi yoyote? Naona mgeukia unamwambia na mimi sina chochote. Mwanaume anachokifanya kuna haya mawili: heiza haondoke kabisa. Ndio mnawasikia wanaenda kwa mashangazi, si mnanielewa? Wengine wanaitwa Mario, si mnanielewa? Anaenda kupiga vibarua huko na anasema sina familia. Sasa hapo ubahatike akuterekeze mkoani, sio Dar es Salaam. Si unanielewa? Sijui kichwa chako kinanisikiliza. Yaani ubahatike akuterekeze mkoani ambapo utapata chakula cha bure. Lakini mkiwa mjini hapa atakuterekeza kiaina. Mko nyumbani hamna chochote, mnakaa mnatazamana, jamaa linaanza kuondoka mdogo mdogo. Anaanza kata siku 2, baadaye akarudi. Akirudi anawaangalia, anapimia upepo. Anaangalia, anaona kodi, mwenye nyumba anawasumbua, anataka kutia kufuri. Jamaa anaondoka. Siku akiondoka umuoni tena. Unaweza ukasikia anaishi na mama ntilie, aoshe masufuria lakini apate kula bure. Mama ntilie kishaliona jamaa nalo lina nguvu vizuri, anaamua kulioa. Ndio pale unakuta mwanamke ameamua kuoa mwanaume. Jamaa anahamia kwa mwanamke, anaterekeza familia. Ndio ndoa nyingi unaziona zimetelekezwa. Dada akatelekezewa watoto 4. Sijui unanielewa ninachozungumza? Lakini haitakuwa kwako kwa sababu umefika ibada ya leo kwa jina la Yesu. Hivi ndivyo inavyokuaga. Kama unataka uwe salama, jifanyie kazi. Tafuta hela zako, jitafutie cha kwako, jiwekee cha kwako. By the way, kama dada, kama binti ulioko hapa, kuna vitu vingine ambavyo hutaki kumuomba mwanaume. Unataka kuniambia utamuomba mwanaume mpaka siku unaingia period? Unataka kununua pedi, mwanaume hayupo. Kuna wakati mwingine unataka kitu kizuri. Wengine utajikuta siku unabeba mimba yako inakulaga mayai matupu. Yaani wewe mimba yako inapenda mayai tu. Jamaa naye yuko anabeba zege, anamwaga zege. Alafu unamwambia mume wangu mimi nataka mayai. Jamaa anapiga hesabu, mayai. Kama utaki kula sembe kafie na mimba yako, kula dona hilo. Sasa ukikaa ukaangalia, si nilikuwa nasukumaga vitumbua, si nilikuwa najisukumia vichapati kwenye kibubu, sina kaakiba kangu. Hakuna shida, unavunja kaakiba, unachukua kaela, unanunua mayai unakula. Umepata shida, unajisaidia. Kuna wakati mwingine mwanangu, lazima uwe na kaakiba kako. Uwe na kaela. Uwe na kaela kako. Uwe na chako. Ukiwa vya kuomba mwanangu sio vyako. Mume ukimzoesha kumuomba kila wakati, kuna siku atakutolea tusi ambara hautarudia tena. Yaani ukizoea kumuomba, kuna siku atakunyosha na tusi ambalo utaishi maisha yako yote unateseka na lile tusi. Jitafutie cha kwako. Jiweke, hata kama ni 10,000 ni yako. Ikunje vizuri, tupa huko kwa kibindoni, iweke ni ya kwako. Si unanielewa vizuri? Kabla hujaanza kuolewa, anza kuwaza msingi wako ulionao. Kuzaa ni dakika 0, kulea watoto. Watoto hawa wanakuwa spidi kama Blaila.
Unaposema unajua nikizaa nikishamaliza nitafanya kazi, ukimzaa dakika 2 kashanyurugu. Huyu hapa dakika 2 anaenda shule, dakika 2 unaongeza mwingine. Tafuta kahela, kuwa na kwako, jitafutie cha kwako. Unanielewa? Sema amen. Chapia Yesu makofi. Twende namba 3 Namba 4. Twende namba 4. Namba 3 naomba nikumbushe nasemaje. Usije epi tusome namba 3 nasemaje? Mwanangu hapo unaandika. Tafuta inasemaje? Mwanangu kule nyuma. Usipende vitu viwili kwa wakati mmoja. Usije ukajaribu. Fanya moja liishe alafu ndio lingie lingine. Kama una plani kwamba mimi natamani mwaka huu ninunue kiwanja hata maeneo ya wapi huko si Kongoe, achana na kitu kinaitwa nini? Mapenzi. Usije ukasema sasa nataka nianze kununua kiwanja, niende kwa hao naokopesha viwanja, niwe nalipa kila siku 5,500. Mungu atanisaidia ndani ya miaka yangu 5 nitakuwa nimemaliza. Mara John katokea. Unajua John nakupenda sana. John kuna siku atakwambia, Mariam, unajua mwenzio nimefukuzwa kodi hapa nyumbani. Naomba basi unisaidie kama unanipenda kweli. Unajikuta kale kahera kakununua kiwanja, umeenda kumsaidia nani? Na vijana wa mjini wana akili. Wanatafuta mapenzi kwa maslahi. Wakati ambapo unahisi unapendwa, jamaa yeye anaangalia maslahi. Sio, unanielewa vizuri Jifunze kuwa na akili. Lakini kama unadili na kitu kimoja, utajikuta una focus na hicho. Kikishakamilika ndio unachapia. Hata kama ni mwanaume huko hapa, kama unataka kufanikiwa kwenye biashara, kufanikiwa kwenye kazi, kufanikiwa kwenye miradi yako, achana na kudili na vitu viwili kwa wakati mmoja. Na kwenye kudili na vitu viwili kwa wakati mmoja, usitoe pesa yako kuipeleka kwenye matumizi yasiyokuwa ya lazima. Kuna watu mko hapa, una ndoto za kujenga, una ndoto za kupanga, kuwa na vitu vyako, kitanda, godoro, simu nzuri na vitu vingine vizuri. Unatokea msiba wa shangazi. Angalia jinsi mlivyokuwa wa ajabu. Msiba wa shangazi. Shangazi kajifia ghafla. Ulikuwa umekusanya kahero naenda kununua kitanda, unaamua kukimbilia kwenye msiba. Alafu ukitoka kwenye msiba unarudi tena unaendelea kuomba hela namna ya kuanzisha maisha upya. Maana umeshika mawili kwa wakati mmoja. Mtu yoyote ambaye anafikiria kufanikiwa jambo lake, atoi pesa yake kwa jambo la ghafla. Nikisema la ghafla si mnalielewa? Jambo lolote linalokuja kama ajali. Mnaelewa vizuri? Unless kuwe na jambo linaloitwa harusi. Mnaelewa? Harusi sio jambo la nini? La ghafla, unaletewa kadi, pale ndo najitafakari. Lakini jambo lolote linalokuja ghafla, usije ukajaribu likachukua pesa yako hata shilingi 10. Sio, unanielewa vizuri? Hata kanisani. Unajua sio mjinga mpaka kwenye ibada. Unanielewa sijui? Hata kanisani ukiwa umekaa, Roho wa Mungu akamshukia baba yako. Haleluya. Bwana asifiwe. Ninataka niseme hapa, kila mtu aje hapa atoe sadaka shilingi 10,000. Kila mtu. Usipotoa sadaka ubarikiwi. Kaga kwenye kiti hivyo hivyo na uone kama Mungu hajakubariki. Ile sio sadaka. Lile ni jambo la kipuzi, ni jambo la ghafla. Unanielewa ninachozungumza? Kama unataka ufanikiwe, jambo lote unalotaka kula hela yako ghafla, usilipe kipaumbele. Unless huwe na umeguswa moyoni kwamba kweli katika hili ninasikia kuguswa. Ninasikia kweli nifanye jambo madhabahuni. Hii hela niko nayo. Na nilikuwa naisikia niende nikaitumie chipsi, nikaile sijui nini, nikafanyie nini, kwa sababu niko nyumbani mwa Bwana, acha hii hela niitoe, utabarikiwa. Lakini sio jambo la ghafla. Una pesa yako ulikuwa unaipeleka kwenye biashara, alafu ghafla unasema Mungu amesema na mtumishi wake hii pesa niitoe madhabahuni. Utaitoa na hiyo biashara itakufa na hakuna wa kukusaidia. Anasema watu wangu wanaangamia kwa kosa nini? Usitumie pesa yako ghafla. Naongea na watu. Shetani huwa na mpango wa kuendelea kubakisha tu kwenye umaskini. Kwa hiyo nikiongea hivi unashangaa akili yako imefiatuka ghafla, imehamia kwingine. Unaweza ukawa ibadani hapa, una mpango wako mwaka huu,
umeshakaribia kuufanya, unashangaa msiba unatokea nyumbani kwenu. Yesu anasema waache wafu wazike wafu. Sasa unahangaika nini? Nimefiwa. Sasa nasafiri, nimefiwa. Mtu mwenye hata shilingi 10 huna. Maisha yako yenyewe ni ya shida. Ulikuwa unadunduliza upate mtaji hata wa kuanzisha kagenge sehemu. Tayari kamtaji wanafikiri mpenzi mpaka awe ni mpenzi wake sio kulala naye. Muite mtu mpenzi kwa sababu ni mpenzi wa kazi. Amekuonyesha upendo. So na wewe msholavu, karibu mpenzi, nimekupenda bure. Jamani umependeza. Mtamkie mtu maneno mazuri. Huyu mtu atakuwa anakupa pesa huku roho yake inafanya. Inafurahi, inapenda. Akisha maliza kuchukua biashara yako mwambie asante, karibu tena. Naomba na kesho nikuone tena. Naomba usiache kuja na kesho. Lakini kwenye jambo la biashara jifunze kuwa msafi. Watu wengi hamjui namna ya kufanya biashara yenu. Kuwa msafi. Vaa vizuri kama ulivyokuja hapa kanisani. Ndivyo vae kwenye biashara. Usiende tena unavaa majora unayachomekea hivi. Alafu unaenda kuuza chakula. Kabla mtu hajaanza kula anaanza kufikiria ulivyokuwa unalishika hiyo dela, unalichomekea. Hawezi kula tena. Usiende kwenye biashara na mtoto, unaona? Ndio maana tukasema fanya kazi kabla ya kuzaa. Moja ya vitu vinaharibu CV ya biashara. Unaenda kwenye kazi uko na katoto umekabeba. Kama unauza matunda na kuambia hayo matunda ulivyopeleka beseni na mtoto wako ndivyo litakavyorudi nyumbani ukiwa na mtoto wako. Hautauza hata kidogo. Utatembeza matunda sehemu zote. Watu waangalie matunda, wanaangalia. Sana atakayenunua matunda atakuwa anahurumia mtoto kwamba kuliko nimpe hela yangu bure. Ngoja nimpe hii hela alafu nile na sijui ndizi sijui nini. Yaani kama unataka kwenda kufanya biashara, cha kwanza ondoa mtoto kwenye mazingira ya biashara. Mtoto, yani unajua ipo siku kwa sababu ya muda wetu. Labda pengine Ijumaa. Nataka niwafundishe. Usibebe mtoto alafu unaenda kwenye biashara. Usikae na mtoto wakati huko kwenye biashara. Iwe ni duka, biashara yote. Mwanangu, kwenye duka huko na mtoto. Unajua huyu ni msumbufu, karibu na kusikiliza anko. Basi tu, nataka nikuambie pale umeshajiroga, biashara yako umefanyaje? Umekufa. Usipende tafutieni vinguo hata hebu niwape mifano kidogo. Napendaga nifundishe kwa mifano. Hebu simama mwanangu. Yes, simama. Yes. Usiende kufanya biashara yoyote umevaa dela. Munaelewa vizuri? Usifanye, sisemi amevaa vibaya. Tunaongelea kwenye biashara. Usifanye biashara yote umevaa nini? Umevaa dela. Wacha niwaulize swali. Wangapi wamewahi kupita maeneo ya baa au kwenda baa? Simewahi kwenda baa Si zambi. Si unaweza kaenda kula nyama choma, unaweza kaenda kula ugali, unaweza kaagiza soda. Si mmewahi kupita baa? Uliwahi kumuona mhudumu wa baa amevaa dela? Umewahi kumuona? Usije ukavaa dela kwenye maeneo ya nini? Ya biashara yoyote. Tafuta sketi na blazia nini, blouse nzuri, tafuta nguo zako nzuri, vaa. Na hata kama kuna wakati mwingine biashara yako inahitaji suruali, vaa suruali. Unaweza kusema unajua mimi nimeokoka, kwa hiyo kuvaa suruali ni dhambi. Aliyekuambia kuvaa suruali ni dhambi ni nani? Suruali ni dhambi kulingana na mazingira unayoenda. Sasa wewe unaenda kuruka milima na mabonde, alafu umevaa magauni. Hiyo milima na mabonde unairukaje? Kuna wakati mwingine mteja anapokuja mhudumie, anataka aone muonekano wako unafanana na biashara unayoifanya. Mmenielewa vizuri? Kama umenielewa naomba usimame. Ninaona muda wangu umetosha. Ninataka nikufundishe kitu kimoja kitakacho kusaidia. Huwezi fanya biashara ukafanikiwa kama haufanyi biashara yako na maombi na mafundisho. Mafundisho haya ndio yatakayo kusaidia. Kitakachokuja hapa ni mtaji. Usisema mimi unajua sina mtaji, kwa hiyo sina haja ya kujifunza. Hapana. Mtaji hauwezi ukakusaidia kama una elimu na mtaji. Huwezi ukapata kuzalisha kama hauna akili ya kufanya hiyo kazi ya kuzalisha. So unaweza ukapata mtaji lakini mtaji usikusaidie chochote. Natamani uweze kuombea biashara yako, kuombea mikono yako, kuombea kazi yako, kuombea
kile unachoenda kukifanya. Tunapoenda kufanya maombi haya, Mungu ataenda kukusaidia. Haya mafundisho kiajumlisha na maombi kwenye biashara yako, utafanikiwa. Jifunze kuwa wasafi, jifunze kuvaa vizuri, jifunze kuwa na lugha, jifunze kuelewa mnachokifanya, jifunze kukipenda mnachokifanya. Hata utakuja kuona mabadiliko kabla hujaenda mbali. Utaanza kuona vile Mungu anaanza kubadilisha biashara yako, anaanza kubadilisha kile unachokifanya, anaanza kuletea wateja tofauti tofauti. Ongea na watu, tembea, nenda sehemu tofauti tofauti. Tembea huko unajifunza, hichi kinafanyaje, hiki wanakifanyaje, je nikifanya hiki nitafanikiwaje, nitaendaje, nitafanyaje hapa. Jaribu kujenga namna ya kujifunza kwa watu na Mungu atakubariki. Bwana asifiwe sana. Natamani niombee kazi yako. Na wewe ambao unafanya biashara, unafanya kazi, umeajiriwa, umejiajiri. Kazi yako kama hujaikabidhi mikononi mwa Mungu, ni wengi wanaotamani uharibikiwe, ni wengi wanaotamani uaibike, ni wengi wanaotamani ufanane nao. Lakini kwa sababu umekuja kwenye ibada ya leo, tutakwenda kuomba kwa dakika hizi chache na Mungu atakwenda kufanya kitu kwenye biashara yako. Mungu atakwenda kukupa neema na mpenyo, utakwenda kufanikiwa. Kama uliona kuferi, utakwenda kufaulu. Kama uliona mwisho, unaona giza, utaenda kuona nuru, utaenda kuona wapi uanzie na wapi uelekee. Mungu ataenda kusaidia katika jina la Yesu. Naomba weka mikono yako juu tuombe. Sema Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya jioni ya leo. Asante Bwana Yesu kwa kunifundisha jinsi ya kufanya kazi, jinsi ya kufanya kazi, biashara. Yesu, jioni ya leo naomba unisaidie, akili yangu iwe kwako na kazi. Akili yangu iwe kwako na kazi. Nakataa roho ya uharibifu kujiingiza kwenye tamaa za dunia hii, tamaa za mahusiano, tamaa za mapenzi, tamaa za kutafuta wanaume, tamaa za kutafuta wanawake. Nakataa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yesu, nipe akili ya kufanya kazi, nipe akili ya kufanya biashara, nipe akili ya kuendelea kusonga mbele, nipe akili ya kuendelea kusonga mbele. Kuanzia sasa akili yangu ikastuke, ikazinduke. Akili yangu ikazinduke. Chochote kile nachokifanya kikupendeze wewe. Chochote kile nachokifanya kikawe chako. Chochote kile nachokifanya kikawe chema. Biashara yangu ikafanikiwe. Kazi ya mikono yangu ikafanikiwe. Kazi yangu ikabarikiwe. Bariki biashara yangu. Bariki kazi yangu. Bariki mapato yangu yakaongezeke. Ninaomba sasa roho ya maongezeko kwenye biashara. Naomba sasa roho ya maongezeko kwenye kazi. Naomba sasa roho ya maongezeko kwenye biashara. Naomba sasa unipe mpenyo wa kupenya kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nipe mpenyo kwenye biashara, nipe mpenyo kwenye kazi, nipe mpenyo kwenye mapato. Nakataa roho za udumavu, nakataa roho za kudumaa kwa jina la Yesu. Hebu ombea kazi, ombea biashara yako, tembea, omba kwa jina la Yesu Kristo. Omba. Ninaja mbele kwa biashara, omba kazi. Mfalme wa amani, umesema ya kwamba mimi ndimi Mungu niwafundishaye ili mpate faida. Nasi Bwana, kama vile tumejifunza neno lako, nasi Bwana ukaenda kutufundisha jinsi ya kufanya biashara, jinsi ya kufanya kazi, jinsi ya kufanya huduma. Kwenye kazi nenda kadufundishe, kwenye huduma nenda kadufundishe, maeneo nenda kadufundishe. Mfalme wa amani, umesema ya kwamba ni mimi niwape njia iwapasao kupita. Nenda kadupe njia inayodupasa kupita kwa jina la Yesu. Mfalme katuongoza kila mahali tuendapo. Mungu wa kwanza, tutembee pamoja na wewe. Kwa jina la Yesu. Pili, tutembee pamoja na wewe. Kwa jina la Yesu. Jina lako, kazi zetu kibali chako zikawe kwako. Biashara yetu ikawe kwako. Miradi yetu hatuwezi bila wewe. Hatuwezi
hatutafanikiwa bila wewe. Hatuwezi enda bila wewe. Mwaka huu wewe Bwana, nenda ukatupe roho ya maongezeko kwa jina la Yesu. Achilia roho ya maongezeko. Achilia maongezeko. Achilia maongezeko. Chochote tunafanya Bwana, nenda ukatuongeze. Nenda ukatuongeze. Katuongeze sasa. Katuongeze sasa. Kwa jina la Yesu aliye hai. Asante Bwana. Hebu endelea kuomba. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mikono yangu haitozaa mapooza. Mikono yangu haitozaa kufa. Mikono yangu itazaa mapacha. Mikono yangu itazaa mapacha. Roho ya mapacha. Ikawe kwangu. Roho ya kubarikiwa. Ikawe kwangu. Kwa jina la Yesu. Ninaomba sasa kibali kwenye kazi. Kibali kwenye biashara. Kibali kwenye miradi yangu. Naomba sasa nipe kibali. Nipe kibali cha mafanikio. Nipe kibali cha kuinuka. Nipe kibali cha kuinuka kwa jina la Yesu. Omba Mungu akupe kibali. Omba kibali. Baba, achilia kibali juu ya kazi zetu. Achilia kibali. Omba kibali. Tunapofanya kazi, achilia kibali. Tuendapo maeneo yote, achilia kibali. Kwa jina la Yesu. Kazi tunayoifanya. Kwa jina la Yesu. Achilia kibali. Kwa jina la Yesu. Watumishi wako. Kwa jina la Yesu. Achilia kibali. Achia kibali. Kibali cha biashara. Achilia kibali. Kibali cha kazi. Kibali cha biashara. Achilia kibali. Kibali cha ndoa. Nipe kibali. Kibali cha ndoa. Kwa jina la Yesu. Anayetamani kuolewa, achilia kibali. Usafiri. Achilia kibali. Roho ya maongezeko. Achilia kibali. Tunaomba sasa. Yesu. Kibali kwenye kazi. Yeyote anayefanya kazi, nenda ukaachilie kibali. Nenda ukaachilie kibali. Nenda ukaachilie kibali. Nenda ukaachilie kibali. Kwa Septemba hii ikawe ya kubarikiwa. Septemba hii ikawe ya kuinuka. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sema Yesu. Yesu. Ni mimi yule uliyekusudia nikabarikiwe. Na mimi leo ninakiri kwenye madhabahu yako. Nitabarikiwa. Nitainuliwa. Ninaomba sasa roho ya kubarikiwa, roho ya kuinuka. Wale wote waliochukua nyota yangu, nyota ya kazi, nyota ya biashara, wakaachie jioni ya leo. Wakaachie nyota yangu, nyota ya biashara, nyota ya kazi, nyota ya kufanikiwa, nyota ya kuolewa, nyota ya kuoa. Wakaachie. Enyi wachawi, jioni hii achia nyota yangu ya kazi, ya biashara, ya kuoa, ya kuolewa. Achia hiyo nyota. Achia kwa jina la Yesu. Jioni hii naomba sasa baraka za kuolewa, za kuoa, za biashara, za kazi. Mwaka huu achia hizo baraka. Fanya kwangu hizo baraka. Achilia hicho kibali kwa jina la Yesu. Achilia hicho kibali kwa jina la Yesu. Rabo shikita sande. Reki rebo shakata. Rebo shakati serebo shikata. Kuna magonjwa ambayo adui wanayatuma kwa ajili ya kufedheesha ili biashara yako ipigwe. Na kuna maroho ya madeni. Kuna maroho yanaweza kaibuka kwenye biashara yakakurudisha nyuma. Shetani akakushawishi kopa, akakwambia katafute mikopo. Hakuna biashara inaenda bila mikopo. Kumbe unaweza ukafanya kwa mtaji wako na ukafanikiwa, lakini shetani ili akufilisi anakuletea mamikopo. Unajikuta kile ukikopa badala ya kufanikiwa unaferi, badala ya kwenda mbele unaharibikiwa. Nataka jioni ya leo ukatae roho ya madeni, ukatae maroho ya kudaiwa,
ukatae maroho ya kudaiwa, ukatae maroho ya kukopa, ukatafute kwa nguvu zako. Kwenye Biblia hakuna mahali tumeandikiwa kukopa, ila tumeandikiwa kukopesha. Sisi ni wale ambao Mungu ametuandikia kukopesha mataifa. Tunakataa roho za madeni. Hata kama shetani ameandika magonjwa ili biashara yako ikafe kupitia kuugua, tunayakataa kwa jina la Yesu. Tunayakataa. Nataka ukakatae biashara yako isiwe na kuzaa mapoza, isiwe na kuzazaa udumavu, isiwe na kuzazaa magonjwa, isiwe na kuzazaa madeni, isiwe na kuzazaa madeni ya kila kisu. Kila siku unawaza kukopa. Hakuna mahali Biblia inakuruhusu kukope. Nenda ukatafute mwanangu. Kila kidogo cha kwako unaweza ukizalishe, kikupe amani, kikupe furaha, kikupe bidii, ukajikuta unafanikiwa. Hicho kidogo cha kwako usijiingize kwenye mikopo, usikubali. Huyo ni shetani. Huyo ni adui. Huyo ni adui. Kazi yake akupeleke kwenye kusurubisha. Utakapoanza kulipa madeni, unajikuta pesa yako inaanza kuondoka. Kataa. Kataa roho ya madeni.